mechi hii? Nitawarudisha nyuma kidogo, manake kipute hiki kilianza Ijumaa. Na tukiangalia katika mechi ya ufunguzi baina ya Mturuki na Muitaliano, kipindi cha kwanza vile vile Uturuki alikuwa anacheza mpira mzuri sana. Vile ambavyo wanafanya pale Muingereza, na tuliambulia na sare ya 0-0, kisha mabao yakakuja kipindi cha pili. Sasa katika mechi hii ambacho nasema kipindi cha pili tutakuwa natarajia mabao mazuri mengi. Manake hata mimi nimemwambia mwekezaji aweke goal, manake mwanzo tukienda katika timu ya Uingereza kuna mabadiliko yanafaa wafanye. Tukipata Raheem Sterling pale, anapoteza nafasi mingi pale. Alafu vile vile Ken haonekani, na sijui kama kocha huyu Gareth Southgate atakuwa na sacrifice Phil Foden, amlete either Marcus Rashford pale ama Calvert-Lewin, manake hao ni wachezaji wazuri wako nje. Jack Grealish kwa pale. Alafu upande wa Croatia, kuna mchezaji kama Andy Rebic. Ni mchezaji mzuri sana, nimemwangalia sana katika mechi zake, nimekuwa namfuatilia, ni mchezaji mzuri sana. Na iwapo atakuwa anaonekana, manake kuna zile final passes hazifiki mzuri pale mbele. Manake tumekuwa tunamzungumzia sana Ivan Perisic, haonekani. Lakini iwapo watakuwa na rudi kipindi cha pili na mbinu ya kumiliki mpira ule wana Croatia, alafu pasi zile wakuwa nazipiga wakizifuatilia polepole pale mbele kwenye wing ile ya Ivan Perisic. Alafu Perisic ni mpakuaji mzuri sana, alikuwa akimtafuta Andy Rebic. Muingereza atakuwa anazamishwa katika mechi hii. Na upande wa Croatia pengine afanye nini? Huyu mchezaji nani? Kramaric amepotea mchezoni kusema kweli. Kramaric ambaye tunamjua ni mzuri. Nafasi zake zimekataa, zimekuwa finyu, na pia Ivan Perisic ameanza kuonekana dakika kama 5 za mwisho za kipindi cha kwanza. Ndio. Tukizungumzia huyu Kramaric, mwenzangu chances zinakata, lakini zungumzia pia mabeki. Ukiangalia yuko pale Tyrone Mings na John Stones, alafu kwenye Bakara pale katikati yuko Declan Rice na Kevin Phillips. Vile vile wanajaribu kufanya kazi yao pale katikati, manake hatujamuona kitamba pale. Sasa itabidi either mbinu ambayo kocha ataweza rejea nayo kipindi cha pili, either anaweza switch position, badilishe wing, ama atakuwa anabadilishwa labda. Steve na Cornelius. Naam. Tuangalia hapa katika mechi hii, kusema kweli alivyoanza Croatia alionekana kama anapigwa magoli mengi. Ndio. Kwa hivyo na amekuja katika madhani ya 21 22 amekuja akajigundua kwamba hapa si mchezo ile mama. Wewe ni mtu tumezoea kumpiga. Na leo hii ni kufanya kuweza kusahihisha makosa yetu. Na wamefanya kuweza kusahihisha makosa yao na kuweza kuhakikisha kwamba hawapigwi goli lolote wakati huu. Kwa hivyo usemaje pengine? Tulikuwa tunashuhudia goli wakati the second half. Ndio, magoli hapo si goli, magoli hapo. Lakini mimi nilikuwa nawaambia Muingereza alikuwa na nafasi nzuri, aliufinya mchezo, akaumiliki. Na tukaangalia kafika mahali dakika za kwanza 15. Croatia Croatia kila mtu alikuwa nyuma mpira ule kujaribu kuziba, manaka alikuwa amelemewa sana, lakini ile nafasi walizokuwa nazipata Uingereza hakuzitumia. Na kipindi cha pili watakuwa na wakati mgumu sana Uingereza katika kipindi hiki, manake hapa Croatia vile vile kuna ile pride. Huyu nilimtoa katika kombe la dunia, nikamtoa. Sasa na kama hajanifunga hadi kipindi cha kwanza, kipindi cha pili naweza enda na fighting spirit, unaona? Alafu Muingereza vile vile atakuwa, najua kocha Gareth Southgate atakuwa na mengi ya kuzungumzia, manake vijana wake pale mbele wameshindwa kumakinika sana. Manake katika mchezo wa soka, mtaelewana nami, mchezo wa soka nafasi ile moja yote utakuwa unapoteza, utakuwa unajutia pakubwa sana, pakubwa sana. Ndio. Steve, naam, nasemaje pengine? Mimi kwa maoni yangu wenzangu hapa amezungumzia sacrifice Phil Foden, kumwongeza Marcus Rashford na wengineo, si nzuri. Kuna huyu wa kukudenja Raheem Sterling ambaye yeye anapata nafasi nzuri, anapata nafasi nzuri sana za kuunganisha uzi, lakini anazipoteza. Ina maana yeye ndiye anafaa akuwe sacrifice. Lakini pia wengine huyu kijana mwite Marcus Rashford pamoja na Bukayo Saka wapate hiyo nafasi. Mmoja wao ile nafasi. Lakini mwenzangu Steve, kwa mchezo wa soka ukiona vitu vingiani mzuri kama ulivyopanga kwa mkufunzi, hata kama mchezaji anafanya vyema utampea. Manake tukiangalia, manake huyu Phil Foden nafasi yake kipindi cha pili huenda ikachukuliwa na Jack Grealish nikidhani. Jack Grealish. Alafu ndio anacheza vizuri, ni ile
kupotea kwa Mason Mount pale mbele na Harry Kane vile vile kunafanya Phil Foden ana struggle sana katika mchezo huu ambaye ni Phil Foden hajamzoea akiwa kule City. Lakini ukiwa kama mkufunzi na mechi unaona mechi inaenda segemnege ambavyo hujatarajia, utakuwa unafanya majaribio ya wachezaji wenye wako kwenye nje. Ndio ni Phil Foden atakuwa mzuri, lakini utasema acha nijaribu Marcus Rashford ama acha nijaribu huyu mchezaji Jack Grealish, ni atakuwa ananifanyia lipi? Maana anaweza kuja na mbinu zile. Maana ukiangalia Vinya anavyocheza huyu Phil Foden na akiingia mchezaji kama Grealish, kucheza kwao mbinu zao, approaches za mpira au watu wawili ni tofauti. Maana yule Grealish ni mchezaji ambaye anaweza ana kasi ile mbio sana kuliko Foden, lakini ni mpishi mzuri, anasoma mchezo. Yani ukimtoa Grealish unahakikisha kwamba ili kuweza ku-maintain ile pesa ya pale ndio namtoa Sterling, kwa sababu bado Grealish atachejea mtu mwenye anaingia huko haraka, anaingia kule haraka ili kumpokea ile mpira. Na Sterling anakuwa anapata nafasi, Grealish akipiga atakuwa anapoteza, na pale mtu kama Rashford pale achana hata na Rashford pale, huyu kijana wa Aston Villa